Wote tunajua utamu wa tembele. Kwa hiyo njoni kuonyesha jinsi gani unaweza kupika tembele laini, tamu na ukala na ugali wako. Nilianza kwa kumtuma mtoto wangu gengeni, nikamwandikia hivyo vitu akaleta. Kwa hiyo tukaanza kufungua. Fungu moja la tembele huku kwetu ni kama shilingi 400 tu. Kwa hiyo unachambua. Angalia vizuri uchambuaji wa hili tembele. Yaani tembele unatakiwa unalimenya ili wakati wa kula usile likiwa na hizi nyuzi nyuzi. Kwa hakikisha kwamba unalimenya vizuri. Kila mtu ana jinsi ambavyo anaandaa tembele lake. Kuna ambao labda wakishalitoa gengeni wanalianika juani liweze kunyauka kisha ndo analichambua. Mimi hapa nilishindwa kwa sababu ni kipindi cha mvua. Sasa hakikisha kwamba una nyanya zako, una vitunguu, ndimu. Yaani hivi ni viungo muhimu sana sana sana. Kwa baada ya kuosha tembele letu ikabidi nilikatikati. Maana mimi sipendi yani ile nakula tembele linavutika afu nakula na mtoto tembele linakuwa refu. Inakuwa sio vizuri. Kwa napenda sana ninakata mpande tu makubwa makubwa ili wakati wa kula nisichote. Nikawa linavutika. Katika uoshaji tunazingatia kwamba visiwe na michanga mingi. Yaani unaosha hakikisha kwamba kwa sababu kipindi hiki cha mvua mboga nyingi za majani zinakuwa na maji. Kwa hiyo tunaanza hatua ya kupika, tunaweka mafuta kwenye frampeni au sufuria, vitunguu vimeshakatwa unaweka. Kwa mimi wakati napika sipendi vitunguu yani ni mpaka viwe vyeusi hapana. Kwa vikishanywea tu natia nyanya kama hivyo. Kishaweka nyanya tayari unakoroga au unafunika kwanza ni mpaka nyanya zipate yani mpaka nyanya ziayuke. Mimi hizi nyanya bwana sikuzimenya. Nilizikatakata tu nzima nzima kama zilivyo. Nikaweka chumvi. Naweka chumvi kisha nimeweka na curry powder ikubakia kama kijiko kimoja hivi cha chakula kikubwa. Kwa hiyo nikaweka curry powder hii napenda kutengeneza mwenyewe. Kwa hiyo natengeneza curry powder mwenyewe mara nyingi. Kwa baada ya hapo sasa unafunika yani unafunika mpaka nyanya ziive. Ukisharidhika na uivaji wa nyanya yako au nyanya ikishaiva tu unaweza sasa kuanza kuweka tembele, lakini hakikisha kwamba ile tembele lako umelichuja maji. Yaani tembele uwe umeliweka kama ni chujio au yani sehemu yote tu ambayo litachuja maji. Utaanza kwa kuweka tembele. Yaani hii itasaidia kwamba utakapokuwa unalipika tembele, yani kama ni unataka tu ulikaange, sawa lisiwe na maji. Kwa hiyo hapo tunaweka matembele yetu. Mimi bahati mbaya yani ilishakuwa ni mchana, kwa hiyo muda tena kusema nichuje sina afu sikuwa na chujio. Kaweka tembele. Shaweka tembele hakikisha kwamba yani moto unakuwa sio mkali sana kama unapikia na gesi ili nyanya huku chini zisiungue. Sasa baada ya hapo unaweza ukalishika lile tembele ukawa unaligeuza hivi na mkono, yani unageuza hivi kama hivyo unavyofanya mimi. Kwa hiyo hakikisha kwamba unaligeuza vizuri sana. Nia ya kufanya hivyo ni kwamba nyanya huku chini zisiungue wala zisishike kwenye sufuria. Kama hautumii non-stick unatumia tu sufuria kawaida. Baada ya hapo sasa utafunika kisha sasa utaacha tembele liive kwa mvuke. Ukishaona kwamba tembele limenywea utafunua na kuanza kuligeuza. La juu lije chini, la chini lije juu. Lakini kumbuka wakati unaligeuza itakubidi pia ujaribu yani kulimix na nyanya ili zile nyanya ambazo zimebaki chini zisiendelee kaa chini. Kwa hapo utaligeuza, utageuza. Yaani ujue bwana tembele linanoga sana likiwa na ugali. Tembele na ugali linanoga. Yaani kwa baada ya hapo sasa hakikisha kwamba yani unaligeuza yani vizuri sana kwa sababu hapo sasa nimeshafika kwenye hatua ya kuiva. Na mimi napenda sana yani tembele lisiwe limepikwa sana likalainika. Napenda yani ile tembele unaipika tu yani ile rashia kwenye moto yani kama hivyo ninavyofanya mimi. Kwa sababu unapika tu hivyo unageuza yani unahakikisha kwamba kote juu chini tembele linaiva.
Kwa utaligeuza tembele. Hakika kwamba ni tembele unaligeuza, yani pande zote. Sasa baada ya kuwa unaona kwamba ni tembele sasa limeshalainika, linaelekea kuiva, kwa sababu mimi hapa sipendi yani tembele ambalo ni limeiva sana, ni unaele kwamba tembele linaiva ni mpaka linakuwa jeusi. Mimi huwa sipendi. Napenda tembele liwe yani hata ukitafuna litafunike. Kwa hiyo sasa baada ya kuwa umesharidhika kwamba na uivaji wake, sasa hatua inayofuatia tutaenda kunyunyuzia kale kandini. Wote tunajua kwamba tembele bila ndimu halinogi. Yani tembele bila ndimu halinogi. Hasa kwa sisi watu wa Pwani. Tembele bila kukamulia ndimu sio tembele, linakuwa limepooza. Kwa hiyo hata kama una kipande kidogo cha ndimu, kata ndimu yako. Kama mimi hivyo nimeweka tu nusu kipande kwa sababu tembele sio jingi. Kwa unanyunyuzia ndimu hiyo. Yani tembele linatakiwa lidabuke. Yani tembele lidabuke, yani ile ukila unasikia kwamba umekula tembele. Yani tembele mwenzie ndimu. Haijalishi unalikaanga na mafuta tu, lakini tembele mwenzie ndimu. Kwa baada ya hapo tembele tunakuwa limeiva. Tembele linakuwa limeiva na tunakula na ugali pamoja na pilipili kali ya dabaga. Haya, bye guys.